unatamalaki Yahweh, Yahweh, nakuabudu Bwana Yahweh, 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 wewe ni Bwana Yahweh, 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 wastahili Bwana Yahweh, 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 Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nichukue nafasi nyingine nikukaribishe katika siku nyingine njema, ikiwa ni mfululizo wa vipindi vyetu katika semina hii ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na leo ni mfululizo wa siku ya 6 tangu tulipoanza vipindi vyetu, na kipindi cha siku ya jana, kipindi cha 5, tulikuwa tukielezea kwa habari ya nafasi ya kumshukuru Mungu katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Nafasi ya kumwabudu Mungu katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na kama ukuweza kupata kipindi hiko, ni kuombe na nikusii unaweza ukaingia kwenye akaunti ya Lango la Sifa Daima, ukalike na ukasubscribe ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi hivi. Na siku ya leo nataka tuone sababu za kumshukuru Mungu katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Mara nyingi tumekuwa tukianza ibada, nilieleza nikasema huwa tunaanza na kushukuru, tunakuja kwenye sifa, tunaenda kwenye kuhimidi, kutukuza, lakini kuabudu. Lakini swali ambalo natamani ujiulize pia nijiulize, kwa nini huwa tunaanza kwa kumshukuru Mungu kwenye ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu? Pengine inawezekana ikawa ni desturi ambayo watu wamezoea, pengine inawezekana ikawa ni liturujia watu wamezoea kuifuata kwamba lazima uanze kushukuru na kuendelea. Lakini jambo lolote ambalo kama haujajua kwa nini unalifanya, hilo jambo halina matokeo. Na unapopata sababu ya kulijua hilo jambo, linakupa nguvu ya kuweza kuendelea kulifanya. Ndio maana katika kipindi cha leo nimeandika sababu kama 5, zinaweza zikawa nyingi sana, lakini angalau tuone sababu 5 kwa nini huwa tunaanza na kumshukuru Mungu katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na turejee katika andiko ambalo linatuongoza kutoka kwenye kitabu cha Zaburi ile ya 100, ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Lakini sana sana naomba nitasoma ule mstari wa 4 ambao ndio kwenye kiini cha somo letu la kumshukuru Mungu. Ukisoma Zaburi ya 100 mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Unaona hili neno? Ukiangalia kwenye kipindi cha kwanza, cha pili nilielezea maana ya malango, na nikasema kuna kitu kinaitwa lango la sifa. Sasa Daudi anaanza kwa kuandika kwamba ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Mstari ule wa 5 anasema, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa hiyo anaanza kwa kueleza kwamba ingieni malangoni kwa kushukuru. Sasa kwa nini huwa tunaanza kwa kumshukuru Mungu? Na sababu ya kwanza ambayo binafsi nimeiandika au nimeanza kwa kuielezea, inasema kushukuru kunatufanya tutambue nafasi ya uhusika wa Mungu kwenye maisha yetu. Mtu anapokushukuru anatambua nafasi, kuna kitu kinaitwa nafasi, position. Kwa mfano, unaweza ukampa mtoto wako kitu fulani, anaposema asante baba, asante mama, manake anatambua nafasi yako kama mzazi. Lakini unaweza ukampa na sikushukuru, akasema pengine ni wajibu wako tu kwa sababu unapaswa kunipatia. Kwa hiyo kumbe kushukuru kunatufanya tutambue uhusika wa Mungu kwenye maisha yetu. Ndugu zangu, kuna watu wanaamini katika elimu yao, kuna watu wanaamini katika fedha. Ndio maana ulimwenguni utasikia watu wanakuambia fedha ni jawabu la mambo yote. Fedha inaweza ikafanya kila kitu. Lakini sisi ambao tunamcha Bwana huwa tunatambua uhusika wa Mungu katika maisha yetu. Zaburi ile ya 52. Zaburi ya 52 ule mstari wa 9. Zaburi ya 52 mstari wa 9
Daudi anaandika maneno haya, anasema nitakushukuru milele kwa maana umetenda. Unalisikia hili neno, nitakushukuru milele kwa maana umetenda. Kwa hiyo kumbe sababu ya kumshukuru Mungu ni kwa sababu ametenda. Anasema nitakushukuru milele kwa sababu umetenda, nitalingojea jina lako kwa kuwa ni jema. Sasa mzaburi anatueleza vizuri, anasema nitakushukuru milele kwa sababu umetenda. Maanake anatambua nafasi ya Mungu, anatambua uhusika wa Mungu kwenye mafanikio aliyonayo. Na ndio maana tunapokuja kwenye ibada, unaposikia watu wanaimba Baba ninakushukuru, hakuna kama wewe, ile neno hakuna kama wewe maanake ni nafasi yako, uhusika wako kwenye maisha yangu, hakuna Mungu kama wewe. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapokuja kwenye ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, tunapoanza kumshukuru Mungu ni tendo la kutambua uhusika wa Mungu. Tunaheshimu, tunatambua hiyo nafasi ya Mungu. Lakini jambo la pili, kumshukuru Mungu ni kumpa utukufu. Shida ya wengi tumekariri, tunajua kwamba kwa sababu ninajua wimbo ninaweza nikaimba nikaweka shairi la kwanza, la pili na la tatu, nikahisi kwamba nimemaliza. No, bado hajamaliza. Mtu ambaye anashukuru anampa Mungu utukufu. Ukisoma kitabu cha Mwinjili Luka ile sura ya 17 mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 19, lakini nitasoma ile mistari ya mwisho. Ukipata nafasi vizuri unaweza ukasoma hiyo mistari, itakusaidia. Ni kwa habari ya wale wakoma 10 ambao walikutana na Yesu. Habari yao utaikuta kwenye kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka mstari wa 19. Anasema ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Sasa kibiblia unafahamu watu wa Samaria ni watu ambao walikuwa wamekataliwa, ni watu ambao ni kama walikosa heshima fulani. Huwezi kumfananisha Msamaria na Myahudi. Kwa nini? Siku nikipata nafasi nitakuja kukueleza kwa nini. Lakini Wasamaria walikuwa hawana haki, hawaheshimiki, ni watu waliodharauliwa, ni watu ambao walikuwa wanaabudu miungu. Sasa fikiria hawa ndugu walikuwa ni wakoma, lakini sio wakoma tu, lakini walikuwa wakoma wa Samaria. Anasema na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama wakali mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Mstari wa 15, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Unasikia hili neno, akaanguka magotini miguuni pake kifudifudi. Kifudifudi manake alilala flati, manake mimi ni mtumwa, nimewezaje kupata neema kubwa namna hii? Akarudisha utukufu. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu tunamrudishia Mungu tukufu. Inawezekana ulikuwa hauna uzao, Mungu amekupa uzao. Unaposema asante Mungu, manake utukufu unarudisha kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tufahamu kabisa kwamba tunapozungumzia nafasi ya kumshukuru Mungu katika ibada ya sifa, means tunampa Mungu tukufu. Lakini jambo la tatu, tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni Mungu. Sasa wakati mwingine tunamshukuru Mungu sio kwa sababu amefanya au kwa sababu atafanya, ila kwa sababu ni Mungu. Umshukuru habadiliki. Usipomshukuru bado anabaki kuwa Mungu. Umependa ni Mungu, hujapenda ni Mungu. Kwa hiyo mzaburi anaandika kwenye ile Zaburi ya 118 mstari wa 28, anasema nitakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu kwangu. Kuna wakati mwingine kumshukuru Mungu hakupaswi kuwe na sababu kwamba amefanya au hajafanya. Uongoze kwa sababu ni Mungu, yani kwa sababu ni Mungu napaswa kumshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwenye Zaburi ya 118 ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi: Bwana ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife. Anaendelea mstari wa 19, nifungulie malango ya haki, nitaingia na kumshukuru Bwana. Hakuna sababu nyingine yoyote, lakini ni ile kwa sababu anaona kwamba ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine, bado anabaki kuwa Mungu. Kwa hiyo inamfanya aweze kumshukuru Mungu. Na niseme aina hii au sababu hii ya kumshukuru Mungu inategemeana na kiwango cha mahusiano ulicho nacho kati yako na Mungu. Si mara zote unaweza kumshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu. Inategemeana na huyo Mungu na kiwango kipi cha mahusiano. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini sababu ya 4, tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni mapenzi yake. Anaandika kwenye barua ya Mtume Paulo kwa Wathesalonika wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 18, anasema maana kwa kufanya hivyo tunayafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. So tunapomshukuru Mungu tunakuwa tunayafanya mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Lakini nikupe sababu ya 5,
kumshukuru Mungu ni mojawapo ya utaratibu wa ibada. Kumshukuru Mungu ni mojawapo ya utaratibu wa ibada. Tumeona kwenye Zaburi ya 100 mstari wa 4 anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo kumbe ni utaratibu wa ibada. Kwa hiyo napenda nikusaidie siku hii ya leo. Wengi huwa tunakuja kwenye ibada tunaanza kwa kumshukuru Mungu. Inawezekana haukuwa unafahamu kwa nini unamshukuru Mungu, lakini kuanzia sasa fahamu kwamba kumbe kumshukuru Mungu ni utaratibu wa kibada. Lakini anayemshukuru Mungu anamrudishia Mungu utukufu. Anayemshukuru Mungu anampa Mungu heshima. Anayemshukuru Mungu anaijua nafasi ya Mungu. Anayemshukuru Mungu anafanya yaliyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo usimshukuru Mungu kwa sababu ni desturi, au kwa sababu umeambiwa mshukuru Mungu, au kwa sababu ameita wana kusifu na kuabudu njooni kwenye ibada, na wewe umeshaandika nyimbo yako pale, wimbo kushukuru ni huu, wimbo kusifu ni huu, lakini hauna sababu yoyote ya msingi, au haujui kwa nini unamshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akipenda tutaendelea na kipindi hiki wiki inayokuja. Nikusii na nikuombe endelea kufuatilia vipindi hivi. Vitakujenga, vitakuimarisha. Ninakupenda sana. Mwalimu Bernard, Mungu akubariki. Tumsifu Yesu Kristo.